Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Tukiendelea na darasa yetu hii ya masail, ikiwa leo tuko katika sehemu nyingine ya swali linalouliza masala haya ya kina mama. Kuna sehemu kumeuliza malmutaa, nini mutaa? Ndivyo almutaatu shar'an malun yajibu ala zawji daf'uhu limufaraqatin lam yajib laha nisfu mahari. Mutaa sema ni mali yenye kupasa juu ya mume, daf'uhu limufaraqa. Sawa? Dafuruhu, kuitoa kwake yule mume, limufarakati lam yajib laha nisfu mahari, kwa kupasa kupewa mwanamke ambaye lam yajib laha nisfu mahari, haikupasa kwa mwanamke huyo kupasa kupewa nusu ya mahari. Kwa hiyo huyo ndio anastahili kupewa nini? Kupewa mutaa. Haikupasa kupewa hata nusu ya mahari, basi akiachwa mwanamke huyo apewe mutaa. Man allati tajibu laha almutaatu min almufaraqat, ni mwanamke yupi ambaye inapasa, ni nani yule ambaye inapasa kwake yeye kupewa mutaa baada ya kuachwa? Min almufaraqat, katika wale walioachwa. Tajibu almutaatu lillati lam tajibu laha shay'un min almahari, itapasa mutaa kwa mwanamke ambaye haikupasa kwake yeye chochote kutokamana na nini? Na mahari. Wahiya almufawwidatu allati, naye ni yule mwanamke ambaye, au naye ni yule aliyetegemeza mahari yake kwa mume ambaye tuliqati kabla alfardhi, ameachwa mwanamke huyo kabla ya kupewa fungu. Walwati, na amefanyiwa wati, ni mwanamke ambaye ametegemeza mambo yake yote kwa mumewe, kwamba ukinioa, amadhali wakusudia kunioa, mahari yangu, kile unachokiona wewe kinastahili kunipa, ile ndiyo mufawwidhi. Fatajibu laha almutaa, itapasa kwa mwanamke huyo mutaa, liqaulihi ta'ala, kwa neno lake hali ya kuwa ametukuka, la junaha alaikum idha talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna au tafridu lahunna faridatan wa matti'uhunna. Sawa? Si vibaya kwenu nyinyi pindi mtakapoacha wanawake madamu hamjawaingilia, au tafridu lahunna farida, au kuwakadiria wanawake hao fungu, wa matti'uhunna, basi wapeni katika kile mlichokadiria katika fungu lao. Ameleka Hal hadhihi allati tajibu almut'atu laha wahdaha, je, huyu ndio mwanamke ambaye inapasa kupewa mutaa peke yake? Mutaa inapasa kwa mwanamke huyu tu? Alijawabu ni kwamba la bal tajibu almut'atu aidan lilmawtu'ati ma'a wujubi kulli almahri laha li'umumin qawlihi ta'ala walmutallaqati mata'un bilma'ruf. Ndivyo la si hivyo, bal tajibu almut'atu aidan, isiyokuwa inafasa mutaa vile vile lilmawtu'a, kwa yule mwanamke mwenye kuingiliwa, ma'a wujubi kulli almahri laha, pamoja na kupasa mahari yake yote kwa mwanamke huyo. Sawa? Bado inastahili kupewa mutaa liumumi qaulihi ta'ala, kwa umumi wa neno lake Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka aliposema walmutallaqati mata'un bil ma'ruf, na wanawake wenye kuachwa mata'un bil ma'rufi, wapeni mutaa kwa wema. Kimwacha mke basi mpe mutaa. Innani lam akun a'rifu almut'ata qabla al-yawm, akasi mingineyo mimi sikuwa na mwenye kuijua mutaa kabla ya siku ya leo. Mutaa alikuwa sijui. A'lam anna almut'ata mimma yaghfulu anhu an-nasu wa kathirun min almufariqina liazwajihim, jua kwamba mutaa mimma yaghfulu anhu an-nasu ni mambo ambayo, au ni jambo ambalo hughafilika nalo jambo hilo watu, wa kathiru minal mufariqin, na wengi miongoni mwa wenye kuachana, li azwajihim, na wake zao,
wengi wenye kuachana na wake zao, la yaatunahunna almutaa, hawawapi wake zao wenye kuwaacha mutaa. Sawa. Wadhalika haramun, na jambo hili ni haramu kumwacha mke alafu ikiwa hujampa nini mutaa. Fayambaghi adamu alghaflati an dhalik, basi inatakikana kuepukana, kukosekana na kughafilika huko. Hakutakikani kughafilika kumwacha mke ukakosa kumpa nini mutaa. Qala an-Nawawi inna wujuba al-mut'ati mimma yaghfulu an-nisa'u anhu fayambaghi ta'rifuhunna iyyahu wa isha'atuhu bainahunna liya'rifna dhalik. Sawa, tuko pamoja eh? Aendelea sema, sawa, fayambaghi adamu al-ghaflati an dhalika, inatakikana kuepukana na kughafilika huko kwa jambo hilo. Kala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi yasema inna wujuba al-mut'a, hakika wajibu wa muta, kuwajibika kutoa muta, mimma yaghfulu nisa, ni jambo ambalo pia wameghafilika nalo wanawake, anhu, kutokana na jambo hilo la kupewa muta. Mwanamke anaweza akaachwa na baada ya kuachwa na yeye asijue kwamba kuna muta atakiwa apewe. Kwa hiyo fayambaghi taarifuhunna iya, inapasa kuweza kuwatangazia, kuwafahamisha, kulitangaza iyahu, kuwatangazia hao. Taarifuhunna iya, inapasa kuwajulisha wanawake kwamba wakiwachwa watakiwa wapewe muta. Wa ishaatuhu bainahunna, na kuweza kulitangaza kati yao, liarifna dhalika, ili walijue hilo. Muislamu yoyote anatakikana aweze kuwatangazia wanawake wote duniani wenye kuachwa na waume zao. Ikiwa mke aachwa na mume, amekaa naye miaka 2, 3, 4 na ziada, ikifikia hatua ya kumwacha, basi atakiwa ampe mutaa. Sawa eh? Lugha hii ya mutaa wengine wametumia sasa hivi, kuna kitoka nyumba. Kitoka nyumba tunakitumia ndani ya ndoa, kwamba madhali aenda kuoa mume mke mwingine, basi yule mke mkubwa sasa nipe kitoka nyumba changu, lakini haina maana hiyo. Kitoka nyumba kilichokuwa sahihi sio cha kutolewa kwa ajili ya mume kuongeza mke mwingine. Kwa hiyo anampa kitoka nyumba yule mke wake wa kwanza, hali ya kuwa bado aendelea kuishi naye. Tukitafsiri neno kitoka nyumba, basi tunaweza tukalipelekea kwa mume ambaye ameoa mke, kisha ikafikia hatua ndoa ile ikaja ikakatika, wakaja wakaachana. Kwa hiyo ukimwacha yule mke, watakiwa umpe kitoka nyumba. Kile kitendo cha kutoka pale nyumbani watakiwa umpe, achilia mbali mahari yake, ile ndio inaitwa mutaa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo kila mwanamke mwenye kuachwa, baada ya kuacha mwanamke huyo, mume aliyemwacha yule mke atakiwa ampe mutaa. Sawa, tumeeleweka vizuri kwa makini. Na mwanamke naye mwenye kuacha, ikiwa halijui hilo, kuanzia leo atakiwa ajue, akiacha na mumewe asikubali kuondoka bila ya kupewa nini? Bila ya kupewa mutaa. Tumeeleweka vizuri eh? Kuna swali hapo? Mwalimu Taibu wasemaje? Tumeelewa eh? Haya, wallahu wa rasuluhu a'lam.